Abduli, mwandishi wa Kombolela, si ndio? Bana, kwanza hongera sana. Kombolela ni moja kati ya movie ambayo imekuwa favorite sana. Asante sana, nashukuru. Ndio. Kipindi unawaza kabisa kuja na idea ya Kombolela, hivi ilikuwaje? Ufupi tu. Ilikuwa wazo tu kiukweli. Na by then nakumbuka nilikuwa niko chuo. Kwa hiyo nikataka tu kuandika kitu ambacho kitakuwa catchy, kitagusa sana jamii, kitabeba sana watu, lakini kitu ambacho kitakuwa relevant. Mtu anaweza akakihusianisha na maisha ya kawaida ama akakifananisha na maisha ya kawaida. Kwa hiyo nakumbuka kwa kipindi kile nilianza na Saluni ya Mama Kimbo, nikaandika, alafu sikuimaliza. Kwa hiyo nikaona kama ina mambo mengi, nikaiacha. Nikarudi kwenye Kombolela, nikaandika kama filamu. Kuandika kama filamu nikajikuta siimalizi, yani ni ndefu. Kwa hiyo nikaona kwa filamu hii haifai, hoja nifanye iwe TV series. Nadhani ndio ilivyokuwa. Jina la Kombolela kwanza, uliwazaga nini? Yani kwa nini Kombolela na hili sio jina jingine? Kombolela it's a symbolic title. Unapoandika kazi kuna aina tatu za kuchagua majina ya kazi yako. Inaweza ikawa symbolic, inaweza ikawa ironically, inaweza ikawa straightforward, inaweza ikawa katika namna yoyote ile. Lakini mimi nikataka iwe katika namna ya symbolism. Inabeba alama ambao wewe inakuhitaji udig sana uweze kujua. Kwa Kombolela ni mchezo ambao tumeucheza utotoni, ni mchezo maarufu katika jamii zetu za Kitanzania. Kwamba watu wanawekwa pale kopo, watu wanaenda kujificha, then atakuwa mmoja abutue, alafu then wafanye nini? Watu waweze kukomboka. Kwa hiyo ndio kitu cha namna hiyo. Ni familia ambayo ipo katika, niseme, janga la umasikini, lakini kuna matatizo mengi pale. Watu hawaishi, wana struggle kuishi katika kuta za zile nyumba, lakini kuna dreams. Ukiangalia chumba cha Mzee Kikala ni maisha yake, kuna ndoto zake, kuna struggle zake. Ukiangalia chumba cha kina Mwadawa, wanawake wale watoto wa Mzee Kikala ambao hawajaolewa, wamepoteza matumaini, wana struggle zao. Ukiangalia chumba cha Mwamini na Tabu, yule bubu, wana struggle zao. Kobisi na mkewe wana struggle zao. Kwa hiyo wao wote wako gizani na inajika mtu aje abutue au koe. Ndio Kombolela. Okay, watu wengi wanazungumzia kwamba Kombolela ni movie nzuri, lakini kwa sasa ni kama vile mwandishi amechoka kufikiria kuandika. Vitu ni vile vile, Bimsumi tu anawangia watu na nini, ni kama vile inakosa mvuto kwa sasa. Wewe hizi comment hizi unazikutana nazo na huwa unazipokeaje? Naziona na nafurahia. Hamna kazi ya fasihi inayofanyika bila kuwa na criticisms. You see? Mimi nimesoma literature kabisa, shahada yangu ya kwanza. So I understand. Na pia inaniambia kwamba watu niko nao kwenye jahazi moja, kwamba we are sailing on the same boat, na ndio maana wanaweza kufuatilia sana. Lakini pia inaniambia wana shauku sana ya kuona resolution ya hadithi nzima. Kwa hiyo that's a good thing, it's a good feedback kwamba nipo na watu bado, na wanatamani waone conclusion ya hivi vitu vinakuaje. Yani wanakuwa so emotional, wanaguswa sana. Kwa hiyo niwaambie tu wawe patient, kila kitu kitakuwa sawa. Watu wengi wanaifananisha Kombolela na Jua Kali. Uandishi wa Kombolela na Jua Kali ni kama kuna battle fulani inatengenezwa. Binafsi yako wewe, nikikuwekea Kombolela na Jua Kali, utoe madhaifu 5 ya Kombolela na madhaifu 5 ya Jua Kali, ni yapi na yapi ambayo utatoa? Mimi hapa sijaja kufanya criticisms leo. Mimi hapa leo nimekuja kuangalia Kombolela ikifanya maajabu kwenye kandanda. Ndio timu yangu hapa. Lakini sija kwa ajili ya criticisms. Kama unataka criticism, unaweza kaniita kwenye studio yako tukafanya criticisms nzuri tu. Naam. Lakini pia Kombolela mmeshiriki katika mashindano ya Samia Cup. Of course ni jambo zuri na nimeona kikosi chako. Lakini watu wengi wauaga wanamzungumzia sana Kobisi. Bwana, ni kama vile jamaa wa utani akiingia dakika 5-2 anatoka nje. Of course binafsi yako unajisikiaje kutengeneza mastaa wapya katika kiwanda cha filamu? I feel so good. I feel so fine. I feel so nice. Ni hisia tamu ambayo pengine siwezi kuielezea. Na ni kitu ambacho nimekuwa nikikipenda kukifanya kwa muda mrefu. Ukinitrace tangu Mama Kimbo na nini, napenda sura mpya ama za zamani lakini zenye ujazo. Unajua universal principle ya kutengeneza filamu, you don't need a star to brand your series. Pengine labda kwenye filamu, lakini kwenye TV shows ama kwa maana hii series unaweza ukaja na yoyote yule. Naweza kaja na madamu hapa na akawa star kwenye show. Na hiyo kwangu inanipa faraja kwamba kuna kitu nimekifanya na kimeonekana na kimeacha alama au kimeleta mapinduzi. Kwa hiyo mimi siogopi kuja na sura mpya hata kidogo.
as long as zina ujazo, lakini pia zina fit in kwenye hadithi yangu, na hamna kitu ambacho nachukua muda sana kama kuamua nani akae wapi, nani acheze nini. Nachukua muda sana. Muulize Shida Masamba, nilimtafuta usiku saa 8 saa 8 usiku, yani nimelala na garagara, nasema jamani, kesho naenda kufanya photoshoot, sina hii character, nafanyaje? Alhamdulillah. Okay, maswali yangu ya mawili ya mwisho. Swali la kwanza, nilipita kwenye mitandao ya kijamii nikakutana na video inaonyesha ile nyumba ya Kombolela imekumbwa na mafuriko. So far leo nimekutana na wewe mwenyewe ukitupa ukweli kwamba ni kweli nyumba yenu ilikumbwa na mafuriko kutokana na mvua ambazo zimenyesha siku mbili ngapi hapa, na situation ipoje pale? Mafuriko ni kawaida. Si Uswahilini kule bwana. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida vinatokea. Lakini labda nachoweza kusema, sina uhakika kama ile video ni ya sasa hivi au ya muda mrefu kidogo. Unajua mtandao unasangia unadanganya. Lakini hizo experiences za kupitia mafuriko, sijui nyumba ikujaa maji au kuzingirwa, tumepitia mara nyingi sana. Kwa sasa tuko break production. Tuko break kama mwezi hivi. Nadhani tukisharudi sasa ndio tutajua kama kweli kuna mafuriko yaliingia yameathiri ama vipi. Kwa hiyo siwezi kujibia. Swali langu la mwisho, tutarajie kitu kingine nje na Kombolela? Kabisa. Sio vitu. To be precise. Yeah. Okay, kitu chochote cha kumalizia kwa mashabiki zako ambao wanakutazama muda huu? Nawapenda. Nashukuru kwa kunibeba. Nathamini kwa kuwa na mimi tangu day one mpaka leo. Tunaendelea kufanya kazi, tunaona comments, tunaona feedback. Kuifanya Kombolela kuwa wimbo wa taifa sio kitu ambacho nimekifanya mimi peke yangu. Ni ninyi mashabiki ambao mmeamua kutubeba na kusema you know what, tunawatoa kimasomaso. So nathamini, nashukuru, Mungu awalipe, lakini sitawadisappoint. Kuna vingi vizuri kwenye maktaba. Kuna muda nakaa naangalia hadithi zangu nasema nitoke na nini, nachanganyikiwa. Naam. Bwana, hongera sana na shukrani sana. Asante sana. Hongera sana.